Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Dr. Yondi Sahani Matias, mkurugenzi wa afya na kiasi katika jimbo kuu la Mara. Ninapenda kushukuru Mungu katika siku hii ya leo, ikiwa ni Ijumaa katika kanisa hili la Balili, mahala ambapo kuna mkutano wa watendakazi katika majimbo madogo matatu, ikiwa Mara Conference ndio sisi wenyeji, North Mara pamoja na Simiyu River Field, zikiwa zimeunganyika hapa tukipokea mipango kazi, mashauri pamoja na mawazo mbalimbali kutoka kwa viongozi wetu kutoka katika ile union ya kaskazini mwa Tanzania, wakiwa na wakurugenzi mbalimbali katika idara mbalimbali katika hilo jimbo kuu la Tanzania. Ikiwa hapa nimekaa katika kitengo maalum ambacho ni cha huduma ya kwanza, kitengo ambacho mkurugenzi wetu wa afya union ya kaskazini akiwa amekiweka na sisi tukiwa tunamsaidia. Mimi nikiwa mkurugenzi wa afya wa Mara pamoja na Pastor Lay Wankio, daktari pia ambaye ni mkurugenzi katika ile North Mara Fields. Tuko hapa kwa ajili ya kumsaidia, na lengo kuu tupo tunashughulika pia na tathmini pamoja na mambo ambayo yanasumbua jamii na kuweza kuwasaidia. Hapa tumejishughulisha zaidi na habari ya upimaji wa pressure, upimaji wa uzito, urefu, kwa maana ya kuangalia wastani wa urefu na uzito BMI. Na katika takwimu ambazo tumezichukua katika watu zaidi ya 100, tumebaini ya kwamba watu hawana elimu na wanaishi nje ya mipaka ya urefu na uzito wao. 90% ya watu wanaonekana ni zaidi ya overweight. Maana yake BMI, urefu na uzito tukigawanya, tunakuta inazidi kile kiwango cha 18.5 mpaka 25 ambacho ndio kawaida. Wengi wanacheza na 26, 27 na wengi wakicheza na 30, 31 ambayo ni obesity class 1. Na tunaona ni jinsi gani ambavyo inaweza ikawa ni hatari pale ambapo mafuta yanapokuwa, tunazungumzia habari ya fat percent katika mwili, inapokuwa imezidi kile kiwango ambacho kinahitajika katika mwili, lakini pia uwiano kati ya urefu na uzito unapokuwa uko juu, tunaanza kukaribisha magonjwa yasiyoambukiza kama pressure na sukari. Na kwa kulitambua hilo sasa, mkurugenzi wetu wa union anatuongoza vyema katika kuwashauri na pamoja na kuwapima, pamoja na kuwapatia dawa pale ambapo wamejitokeza emergency, na wengi tumewasaidia kupitia njia hiyo. Mbele yangu hapa kuna baadhi ya dawa ambazo zilikuwa zimetoka kama emergency, ikiwemo na antiacid ambayo ni omeprazole ikiwepo hapa. Lakini pia mbali na kutoa hicho tu, hatukuishia hapo. Tunatambua ya kwamba elimu ni muhimu zaidi kuliko hata dawa ambayo tutaitoa kama emergency. Basi tunazo vitabu ambavyo tumezidi kuitoa hapa. Hii ni kitabu ambacho kinazungumzia habari ya mirathi kwa mtazamo wa kisaikolojia, kiroho pamoja na kisheria. Hii kitabu kinasaidia sana watu kujua namna gani ya kuweza kuandika mirathi kwa kuzingatia sheria, lakini pia kwa kiroho pia. Humu ndani kimeandikwa na wakili Gadi Silas Kabele pamoja na mchungaji Edson Mabamba. Hawa wamebobea zaidi kiroho pamoja na kisheria, na ndani yake wametupatia msaada mkuu zaidi wa kisheria, ambapo inaweza katusaidia kuokoa baadhi ya mambo ambayo yangehitaji msaada mkuu wa kisheria na kifedha na kuweza kusaidia kikubwa zaidi. Lakini hatujaishia hapo. Kunacho kitabu ambacho ndio msingi mkuu kabisa na muhimili katika afya. Kitabu ambacho kinajulikana kwa jina la Siri 8 za kuishi maisha marefu, na Dr. Silas Kabele akiwa ndiyo mwandishi mkuu wa kitabu hiki. Ndani yake amejikita akazungumzia habari ya magonjwa ambayo yasiyoambukiza, na ameyagusia namna gani ya kuweza kuyatatua na kuweza kuyakwepa. Habari ya ulaji ikionekana kwamba ndio sababu kuu kabisa ya kwamba adui wa kwanza wa mwanadamu ikiwa ni mdomo wake katika chakula. Amezungumza katika habari hiyo. Lakini pia ametoa ni vitu gani ambavyo viweze kuliwa na kwa mfumo wa Biblia. Amefata katika mambo ya Walawi pia na mambo mengine amezungumza. Tule nini na tuache kula nini? Nini kiliwe kwa wakati gani? Vipi habari ya wanyama pori amezungumza. Kitabu hiki kimezungumza na kimeeleza kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia kimefafanua kwa utaalamu mkubwa zaidi wa mafundisho ya kidaktari ambayo umetolewa. Kwa hiyo ni wasihi watu wote Mara Conference pamoja na watu wote katika jimbo letu la Mara pamoja na majimbo mengine. Kitabu hiki kinapatikana kwa shilingi 10,000 tu, lakini bali kile cha mirathi
yenyewe kinapatikana kwa 10,000 pia. Lakini mbali na hicho pia kunacho kitabu ambacho ni mwongozo wa kanisa sasa kuhusu habari ya mkono wa kuume wa Injili. Hiki ni mwongozo wa afya na kiasi katika makanisa yetu mahalia, na kila mchungaji namsihi sasa, kwa kuwa vinapatikana hapa, basi anamsihi aje achukue kwa kopi ya shilingi 2,000 kwa kila kopi. Kila kanisa kwa idadi ya makanisa yake na mtaa pamoja na makundi inapaswa kuwa na kitabu hiki, ili kama mwongozo kujua mkono wa kuume unaikusudia kufanya nini, malengo yake ni yapi, nini kifanyike kwa ajili ya kuimarisha mkono wa kuume, namna gani mkono wa kuume unaweza ukainteract au ukaweza ukaintegrate pamoja na mifumo mingine, kwa maana na taasisi pamoja na idara ambazo zina support kanisa, uwakili, wanawake, watoto, majengo, amana na mambo mengine, namna gani idara hii inaweza katika kupitia kitabu hiki. Basi nami niwashukuru na niwakaribishe na niwakumbushe ya kwamba Mahala Conference, Mungu ndio nguvu yetu, 27 One Voice 27, lakini pia tukiintegrate pamoja na Biblia katika kuifanya kazi ya Mungu kwa mkono wake wa kuume. Bwana awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza.